Glory, 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 glory. It's another day. Mungu ametupa tena na muda mzuri kabisa wa kula chakula chake. Haleluya. Na karibu kabisa kwenye kipindi chetu pendwa cha Moment of Transformation with Pastor Anna. Karibu sana. Bwana ana neno nawe. Hebu sikiliza hii. Twende moja kwa moja kwenye maandiko, especially kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Twende pale. Neno la Mungu linasema hivi, mstari wa kwanza. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Praise the Lord. Anasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Kuna lugha za wanadamu na kuna lugha za malaika. Kuna lugha za wanadamu na kuna lugha za malaika. So nijaposema kwa lugha zote. Na naposema juu ya lugha za malaika, kunena kwa lugha ni lugha za malaika. So hata ujaponena kwa lugha au hata ukiongea maneno ya kawaida, kama huna upendo, Biblia anasema hivi, kama sina upendo, nimekuwa shaba ile yao upatu uvumayo. Yaani ni kazi bure. Nao Biblia Kiswahili inaongelea kwamba kama sina upendo. Lakini ukienda kwenye Biblia za wenzetu wa lugha nyingine, especially Kiingereza, anakuelezea pale, hajasema kama sina upendo. Anasema kama sipendi. Kama hamna upendo ambao unaendelea. Si kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu ni muhimu kujua kwamba mtoto wa Mungu una upendo. Mtoto wa Mungu una upendo. Twende kwenye Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22. Sema hivi, lakini tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi na mengine. Lakini nimekuonyesha kwamba upendo. Kwa upendo ni tunda la Roho. Upendo ni tunda la Roho. Anaposemea juu ya tunda la Roho, anaongelea juu ya your character. Anaongelea juu ya tabia za roho yako. Upendo uzaliwa na uwepo wa Roho Mtakatifu katika roho yako, kwenye roho yako. Uwepo wa Roho Mtakatifu ndio unasababisha upendo, tabia ya upendo izaliwe katika roho yako. Kwa anaposema matunda ya Roho, aongelei kwamba ni matunda ya Roho Mtakatifu, anaongelea kwamba ni matokeo ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Anakuzalishia tabia. Kwa hizi ndio tabia ambazo mtoto wa Mungu ana expect kwa anatakiwa kudhihirisha, kwa sababu tayari ziko ndani. Kwa Roho Mtakatifu maana yake una upendo ndani, una uvumilivu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Una uvumilivu ndani, una amani ndani. Ndio kwenye Warumi 5 mstari wa 5. Anasema natumaini alitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Pendo la Mungu limekwisha kumiminwa na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Tayari upendo wa Mungu umemiminwa kwako. Maana yake ni upendo usioisha. It's a liquid love. Kwa tukirudi kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza, anasema hata kama nikinena kwa lugha za watu na za malaika, kama sitembei kwenye upendo, siishi kwenye upendo. Do you understand eh? Siishi kwenye upendo. Twende tena kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 14. Paul alisema juu ya upendo, akasema hivi, maana upendo wa Kristo watubidiisha. Upendo wa Kristo watubidiisha. Maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi tulikufa wote. Paul akasema ni upendo wa Kristo unambidisha. Vitu vyote anavyovifanya Paul, kazi aliyokuwa anafanya, anakwambia ni upendo wa Kristo. Upendo aliojua kutoka kwa Kristo, upendo ulio ndani yake unambidisha. Kwa kila kitu anafanya kwa upendo. Na kuna upendo ambao anaujua juu ya Mungu uliofanyika kwake, ndio unamfanya aweke bidii. Kwa watu ambao hawaneni kwa lugha ni kwa sababu hawajajua pendo. Hawajajua kwamba hii lugha ni lugha ya Roho Mtakatifu ambayo tumepewa. Mule tu. Kwa hiyo angejua kwamba ni upendo wa Mungu, wasingeacha kunena. Bwana Yesu asifiwe. So I just wanted to show you this ili ujue kabisa kwamba upendo wa Mungu ndiye alikupa Roho Mtakatifu, roho yake mwenyewe. Na hiyo Roho yake Mtakatifu akakupa lugha yake. Na lugha hii inakuletea matunda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Twende kwenye Warumi 8 mstari wa 35. Warumi 8 mstari wa 35. Na anasema hivi,
Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au panga? Sisi tunafanya vitu hivi kwa sababu tunampenda Kristo. Tunajua alitupenda na upendo uko ndani. Kwa kazi zote za Mungu tunazozifanya, tunazifanya kwa sababu tunasukumwa na upendo. Kwa anasema hivi, ukinena kwa lugha, nena kwa sababu unajua umependwa. Nena kwa sababu unampenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Utastop. Haleluya. Nao anaendelea tena, nataka niendelee kuelezea tena ule mstari wa kwanza. Anasema hata kama nikinena kwa lugha za watu, hata za malaika, hata za malaika. Kwa nini? Kwa sababu malaika hurespond maneno unayotamka wewe. Hizi ni roho zinazotutumikia sisi. Zaburi 103 anasema kwamba hawa ni malaika walio hodari ambao wanatendea neno la Mungu kazi. Kwa neno la Mungu sio neno la Mungu anaongea kutoka kwenye mdomo wake Mungu afu anamwambia malaika nenda kamsaidie Ana. Malaika nenda kamfanyie Ana. Mungu anaongea kupitia kinywa chako. Anasema ni malaika walio hodari ambao wanatendea neno lake kazi. Bwana Yesu asifiwe. So unaponena kwa lugha za malaika, unaponena kwa lugha, unafanya malaika wawe into operation, malaika wawe kazini, malaika wakufanyie kazi, malaika wakutumikie. Usiponena kwa lugha, malaika wanakuwa hawana kazi za kufanya. Kwa hiyo unakuta tofauti kati ya maisha ya mtoto wa Mungu ambaye ananena kwa lugha tofauti na maisha ya mtoto wa Mungu asiyenena kwa lugha. Maisha ya mtoto wa Mungu ananena kwa lugha ni maisha ambayo magumu mengi yanarahisishwa. Unashangaa amepitaje pale, alitakiwa aumie, alitakiwa angamie, alitakiwa aibike, lakini aibike kwa sababu ananena sana kwa lugha. Malaika wanakuwa into so much operation, wanamtumikia, wanarespond. Kwa nini? Wanarespond kwa lile neno la Mungu lilotamkwa kupitia kinywa cha huyu mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Utauliza sasa, Mungu anatamkaje kupitia kinywa cha wanadamu wakati ulifikiri tu kwamba ni Mungu ndio anaongea? Let me show you. You be surprised. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza. Twende pamoja pale. Anasema hivi. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuutubu. Anasema ufuateni upendo. Kwa sababu upendo tayari umeshamiminiwa kwako. Tayari Yesu alichokupenda, ufuateni upendo. Alafu na kutaka sana karama za rohoni. Kila unachokifanya kifanye kwa karama. Usifanye kwa akili zako. Usifanye kwa understanding yako, usifanye kwa ujuzi wako, fanya kwa karama za rohoni. Tumia nguvu zako. Anasema hivi, lakini zaidi sana mpate kuutubu. Other translation anasema mpate kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. That's where the point is. Mpate kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Mpate kutabiri. Haleluya. Anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kutabiri. So nikuoneshe kutabiri kuna kujaje. Twende kwenye kitabu cha Matendo sura ya 2. Hapa ilikuwa baada ya wanafunzi wa Yesu kupokea Roho Mtakatifu. Nao baada ya kupokea Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Sauti zao zikasikika, mataifa wakasikia mataifa tofauti. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wakinena kwa lugha zao. Nao wakakimbia kuja kuwashangaa. Wakati wanawashangaa, wakaanza kusema, wengine wakaanza kuwapuuza, wengine wakawa wanashangaa sema hawa wameelewa. Wengine wakawa wako amazed. Wanasema wanaongea matendo makuu ya Mungu. Nao mstari wa 14 Petro akawajibu akawaambia, lakini Petro akasimama pamoja na wale 11 akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, ijueni jambo hili mkasikilize maneno yangu. Baada ya kuona wanalalamika, wanasintofahamu, akasimama akiwa na wale 11 akaanza kuambia, sikilizeni maneno yangu. Mstari wa 15, sivyo mnavyodhani watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 mchana, ni saa 9 mchana, hawajalewa hawa. Mstari wa 16, lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Hili jambo mnaloliona linatokea sasa, Petro anawaambia ni jambo lililonenwa na nabii Yoeli. Yoeli alinena nini? 17, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, note roho yangu
na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitamwaga roho yangu kwa watu wote. Alafu nikishamwaga roho yangu kwa watu wote, binti zenu na wana wenu watatabiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nao Roho Mtakatifu, Yoeli alikuwa anatabiri, alikuwa anaona kwamba atakapomwaga Roho Mtakatifu, wana wenu na binti zenu watatabiri. Watatabiri. Kutabiri maana yake ni ku speak the word of God forth. Yaani ni kuongea maneno ya baadaye. Ni kuona kile kitu cha baadaye na kuanza kukitamka. Ni kuzungumza maneno yenye nguvu kutokana na hali zinazokuzunguka, hali za ubaadaye. Anasema bwana wenu na binti zenu watatabiri. Nao Paulo anatuambia ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi sana mpate kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi sana mpate kutabiri. Sasa nataka nikwambie kabisa, lengo la kunena kwa lugha ni ili utabiri, kwa sababu ndio maombi tulioitiwa. Wewe ni nabii wa maisha yako mwenyewe. Sija kuconfuse kabisa, kwa sababu anasema hivi, tumepokea Roho wake Mtakatifu tupate kujua tuliokilimiwa. Yale tuliokilimiwa tunayanena katika siri tunaponena kwa lugha. Alafu anasema Paulo, nitaomba kwa roho, alafu nitaomba kwa akili pia. Nitaomba kwamba nitanena kwa lugha, alafu nitanena kwa lugha ya kawaida pia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kunena kwa akili pia maana yake ni nini? Yale ambayo umeyapokea ndani ya roho yako hayataishia kwenye roho yako, hayataishia kwenye kunena kwa lugha tu, utajikuta unaanza kuyaongea. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo hapo ambapo nilikwambia kwamba watoto wa Mungu wanatembea katika unyonge, watoto wa Mungu wanatembea katika kujihukumu, watoto wa Mungu wanatembea katika wasiwasi. Lakini unapokuwa umpokea Roho Mtakatifu, unaponena kwa lugha, kiasi kwamba haya mapenzi ya Mungu ambayo yameshakilimiwa katika roho yako, haya mapenzi ya Mungu ambayo tayari umeshawekewa katika roho yako, yanaanza kuwa solid, yanaanza kuwa halisi, unaanza kuyaona as you speak in tongues. Unapoendelea kunena kwa lugha, sasa unaanza kuyaongea kwa lugha ya kawaida. Unaacha kuomba maombi ya kuomba, Baba ninaomba unipe hela. At this time unaanza kutabiri, ninaiona hela inakuja katika jina la Yesu. Unaacha kuomba maombi ya kusema Baba ninaomba unipe kazi. You see? Unaanza kutabiri, Baba ninaenda kuchukua kazi yangu mjini leo katika jina la Yesu. Baba watoto wangu wanakuwa, Baba ndoa yangu inakuwa sawa sawa. Baba ninashika miji, Baba ninashika taifa, Baba ninahubiri injili katika jina la Yesu, kwa sababu amesema alitununua kwa damu yake, hapa akatufanya kuwa wafalme na makuhani. Wafalme na makuhani hawana beggar life. Sio watu wanaoombaomba mbele za Mungu. Mungu hakuto expect that. Mungu hajatutarajia sisi kuwa ombaomba. Mungu alitutarajia kwamba sisi ni watu wa kuishi command. Ishi command. Tunatamka maneno, tunashika maeneo, tunashika vya kwetu, tunatawala vya kwetu, tunamiliki vya kwetu. Lakini haiji hivi hivi mpaka uanze kuongea yale Mungu aliyokilimia katika roho wake kwa maneno ya rohoni, alafu ndipo unajikuta unayaishi, unayatamka kwa lugha ya kawaida. Ndio anasema nitamwaga roho wangu kwa watu wote, wana wenu na binti wenu watatabiri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukutia moyo siku ya leo, anza kunena kwa lugha sana. Usichukulie kunena kwa lugha kitu cha wepesi. You see? Anza kunena kwa lugha ili malaika wakufanyie kazi, mambo yako yawe mepesi, upite kwenye vitu vigumu kwa wepesi. Anza kunena kwa lugha ili usiwe na beggar life. Wewe ni mfalme. Mfalme aombiombi, kings don't beg. Ili usiombeombe. Kings issue demand. Kings decree things and things are happening. Bwana Yesu asifiwe. So as you speak in tongues, utashangaa maneno yanakuja ya kwanza kukombandi vitu ili vitokee, na vitatokea tu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo anasema watabiri. Unatabiri kesho yako, unatabiri baada yake, unatabiri mambo ya watoto wako, unatabiri mambo ya biashara yako, unatabiri mambo yanayohusu nchi yako, unatabiri mambo yanayohusu familia yako. Unaacha yale maombi ya kujihisi mnyonge, unaacha yale maombi ya kujihisi sifai, unaacha yale maombi ya kujihukumu. Kwa sababu sikiliza nikwambie, watu wengi wanaomba, baada ya kumaliza kuomba nenda kamwangalie, unamkuta bado ana wasiwasi, unamkuta bado hana uhakika kwamba amejibiwa au la. Unamkuta alipoanza kuomba alikuwa mnyonge na anamaliza amekuwa mnyonge. Lakini si
kama vile ambavyo utanena kwa lugha. Paulo alisema nitaomba kwa roho, alafu nitaomba kwa akili pia. Sasa ninakutia moyo mtoto wa Mungu, nena kwa lugha kwanza. Unapoanza maombi, anza kwa kunena kwa lugha. Usiseme nasubiri uvuvio fulani, nasubiri upako fulani uje ndio nianze kunena kwa lugha. Biblia inatuonyesha walipopokea Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha. Kwa hiyo na wewe unapoanza kuomba, anza kwa kunena kwa lugha. Chukua muda wa kutosha, nena kwa lugha. Hilo jambo nalo liombea linene kwa lugha. Hilo jambo nalo liombea linene kwa lugha. Hilo jambo nalo litaka linene kwa lugha. Hilo jambo nalo liendea linene kwa lugha. Utashangaa unaanza kutabiri. Utashangaa unaanza kuongea maneno yenye nguvu. Utashangaa unaanza kuongea ubadai. Utashangaa unakuwa na ujasiri. Utashangaa baada ya maombi unakuwa na uhakika kwamba umepata ulichokuwa unaomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara zote utakapokuwa unaomba, utashangaa unaenda kwa ujasiri kama neno lako la Mungu linavyosema. Kwamba tunaenda mbele za Mungu kwa ujasiri kwa sababu tunajua anatusikia. Hautakuwa mnyonge mbele zake, hautakuwa mtumwa mbele zake, hautakuwa na kujihisi na mashaka mbele zake. So this is a calling now. Mungu anaita watoto wa Mungu. Tusichukulie swala la kunena kwa lugha kwamba ni swala la kawaida. Lichukulie ni swala zuri kabisa ambalo Mungu amekuletea, na chukua faida yake. Na utaona mabadiliko katika maisha yako. Utaona mabadiliko katika kazi yako. Utaona mabadiliko hata ukuaji wako wa kiroho, hata uelewa wako wa maandiko utakuwa tofauti. Hautapingana na vitu vya ajabu. Hauta criticize mambo yasiokuwa ya msingi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Till next time. Bye bye.